Siku ya leo tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Yakobo, sura ni ile ya 5, mstari wa 13 kama wazee wa kanisa walivyosoma mpaka ule wa 15. Waraka kwa Yakobo, sura ni ile ya 5, mstari wa 13 hadi wa 15. Katika jina la Yesu ninasoma. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao watamuombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa. Na hili ndilo neno la Bwana. Naomba mkae. Bwana Yesu asifiwe. Basi ndugu zangu wapendwa, juma hili tunaongozwa na kichwa kinachosema Mungu husikia maombi yetu. Mungu wetu anasikia maombi. Na tumepewa kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kutoka waraka huu ambao unatoka kwa Yakobo. Yakobo ambaye inasemekana kwamba alikuwa ni mdogo wake Yesu, ni ndugu wa Yesu huyu. Lakini pia alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Yerusalemu. Na waraka huu unasemekana kwamba ndio waraka wa kwanza kuliko nyaraka zote za Agano Jipya kuandikwa. Maana imeandikwa katika mwaka ule wa 50. Lakini mwandishi huyu pia aliuawa mwaka ule wa 62. Na hakuuawa kwa sababu alikuwa ni jambazi au alikuwa ni mtenda mabaya. Aliuawa kwa sababu ya Injili. Na tunaona wanafunzi wote wa Bwana Yesu ni kama wote waliuawa. Na mwandishi ameandika waraka huu kwa Kristo, watu ambao wanamwamini Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wakati ule Wakristo waliomwamini Yesu walisema kwamba wanaokolewa kwa imani tu. Kwa hiyo matendo katika wokovu wao hayana nafasi. Kwa hiyo wakaishi kama wanavyotaka. Yaani kama wewe unasema mimi maadamu mimi nimebatizwa, hiyo tu inatosha. Kwa hiyo mtu anaweza akaishi anavyotaka, na ndicho ambacho kimetokea. Wanaishi maisha ambayo matendo yao hayalingani na kile ambacho wamekifanya nini? Wamekiamini. Na ndio maana ukisoma kuanzia mwanzo utaona kabisa kwamba Yakobo alisitiza sana kwamba imani isiyo na matendo ni imani mfu. Imani isiyo na matendo ni mfu. Pamoja na kwamba kweli ndio ukweli kwamba hatuokolewi kwa matendo, tunaokolewa kwa imani. Lakini mtu anayemwamini Yesu lazima pia matendo yafanane na kile anachokiamini. Wote tunafahamu kwamba Yesu alikuwa ni mtakatifu, Yesu alikuwa ni mwema, Yesu alikuwa na huruma, Yesu alikuwa amejaa upendo. Kwa hiyo sisi kama wafuasi wake lazima tufanane maisha yetu na ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanane na Bwana wetu. Kwa hiyo tukiishi tofauti, maana yake ni kwamba sisi hatumjui yule tunayemwamini. Matendo mema hayazai imani. Lakini imani inazaa matendo mema. Kwa hiyo matendo mema ya kwako unayoyafanya peke yake hayawezi yakakuokoa. Lakini imani ndiyo inayokufanya wewe uishi maisha yanayompendeza Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona mwandishi huyu akiwakumbusha sasa hawa wenzetu na kuwasahihisha kwamba hawapaswi kufanya hivyo. Lazima wanavyomwamini Yesu na matendo yao na maisha yao yafanane na kile wanachokiamini.
Katika sura hii ya 5 ambayo tumeisoma, kabla hatujaingia kwenye somo lenyewe, kuna maneno ambayo mwandishi ameyatanguliza ambayo ni ya msingi sana. Na sisi wa leo na kama kanisa na maisha yetu tunayoyaishi ni vizuri tukayatazama angalau kidogo. Jambo la kwanza, alikuwa akikemea matajiri. Yakobo alianza kuwakemea matajiri katika sura hii ya 5. Na ndio wale matajiri ambao wengine walikuwa wanakuja kanisani kama leo tulivyo kanisani, lakini maisha yao hayafanani na kile wanachokiamini. Na wao wanajiona kwamba wako katika familia ya watu wa Mungu. Lakini kimsingi Yakobo anasema hawa hawapo katika familia ya watu wa Mungu, hata kama wanakuja katika makusanyiko yetu. Kitu gani kimetokea? Matajiri hawa walikuwa wakiwanyonya watu wa kawaida, maskini. Wanawanyonya. Na tunapozungumzia habari ya kuwanyonya, unaweza ukaona wakati mwingine kuna watu ambao wanaweza wakauza mazao yao labda kwa matajiri, wakayanunua kwa bei ya chini sana, yaani kuhakikisha kwamba hawa hawaendelei. Lakini sio hivyo tu, watu hawa walikuwa wakiwapeleka wakati mwingine kuwafungulia mashtaka. Tunasoma katika mafafanuzi mbalimbali, wanawafungulia mashtaka matajiri na kuwakandamiza maskini. Na ukiwa wewe huna hela, ndugu yangu, umekuwa kama mtumwa, unapelekwa mahali popote. Na tumeona nyakati hizi hata watu wenye nguvu na uwezo wa kifedha namna wanavyofanya. Akitaka kufanya jambo lolote anaweza akalifanya. Unashtakiwa wewe na tajiri. Tajiri akifika yeye anaonekana ana haki, wewe unaambiwa ingia ndani. Hamjai kuyaona hayo au kuyasikia? Wewe unapeleka tajiri labda mahali mnagombea mpaka, yeye akifika tajiri kwa sababu ya nguvu ya fedha, yeye anaonekana ana haki. Maskini siku zote mtetezi wake ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtetezi wake ni Mungu. Yeye ni baba wa wanyonge. Halafu mbaya zaidi, walikuwa wakiutumia utajiri wao kwa mambo ya anasa, wanajifurahisha. Maskini wanaangalia huko hawana vyakula, lakini wao wanafurahisha. Na wakati huo kanisa la Yerusalemu liliingia kwenye shida ya uhitaji. Hawakuwa na chakula, hawakuwa na mavazi, lakini kuna watu ambao Mungu na wao amewaita ni Wakristo, wao wanaishi maisha tofauti kabisa. Kwa hiyo anawakemea kwamba mbele yao iko ghadhabu ya Bwana. Na huo utajiri ambao wanautumainia, iko siku utajiri huu utafanya nini? Utatoweka. Na ni kama unabii tu alikuwa anautoa, akiutoa na kuandaa kuhusu mwaka ule wa 70. Na mji wa Yerusalemu mwaka wa 70 ulibomolewa na jeshi la Warumi. Na jeshi likaondoa nini? Likaswaga kila kitu, na ule utajiri wa wale waliokuwa wanajiinua ukaharibika. Kwa ni kama unabii ule umetimia. Lakini pia anazungumza hata wakati wa mwisho, Bwana atakapokuja mara ya pili, kwamba wale wanaotegemea mali, Bwana atakapokuja, mali hizo haziwezi zikawasaidia kitu chochote. Kisoma Mithali 11 mstari ule wa 4, anasema mali hazifaidii kitu siku ya ghadhabu, bali haki huokoa na mauti. Wapendwa, mali, Mungu ametupa mali. Na mali ametupa mali ili zifanye nini? Ziujenge ufalme wake na kuwasaidia watu wengine. Mungu hajatupa mali kwa ajili ya ubinafsi, tufurahie na kujifurahisha nafsi zetu sisi wenyewe. Ametupa mali ili wengine wafurahi. Zaidi ya yote, kazi yake iweze kufanyika. Ni kama nyakati hizi ambazo tunaishi, tunawaambia watu kuhusu deni la dayosisi. Inawezekana Mungu amekupa ulicho nacho kwa ajili ya deni. Amekupa ulicho nacho kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali katika usharika wa nini? Wa Lushoto. Ndio maana Bwana amekupa. Na kwa sababu Bwana ndiye mpaji, tusipovisalimisha vile tulivyo navyo kwake na kuwasaidia wengine, Mungu anaweza akaviharibu. Leo tunaona jeuri ya watu wenye uwezo, watu wenye fedha. Inawezekana hata hapa Lushoto kuna watu ambao kwa sababu ya utajiri wao na fedha zao,
kuna wengine hawaoni tena kwamba Mungu ni kitu. Mali zao zimekuwa ndio Mungu wao. Na nimesikia mahali fulani watu wenye uwezo, hasa wenye fedha, wengine kwenye hilo eneo na maduka yao, siku za Jumapili kama hizi, wao kila wakati wanahangaikia nini? Wanahangaikia biashara, wanahangaikia mali. Hakuna siku ya kutulia na kumtafakari Mungu, haipo. Wanachokitazama wao ni fedha, ni fedha, ni fedha, ni fedha. Ndugu zangu, huu ni mtego wa shetani. Biblia inatukumbusha katika amri ile ya kwanza, Mungu akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, usio na miungu mingine ila mimi. Jambo lolote unalolipa nafasi ya kwanza katika maisha yako limekuwa ni Mungu wako. Kama ni biashara yako, kama ni kazi yako, umeipa nafasi ya kwanza, huyo ndiye Mungu wako. Na iko siku Mungu wa kweli ataharibu kila kitu. Kwa hiyo tunakumbushwa sisi ambao tuko hapa Lushoto kutumia kila tulicho nacho kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kutumia mali zetu kwa ajili ya kuwainua wengine. Kutumia mali zetu kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu katika usharika huu wa Lushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo anazungumza mwandishi, anatukumbusha kwamba tuwe wavumilivu. Na anawaambia mwaka wa 70 ule, hayo yatakayokuja mbele mnapaswa kuyavumilia. Na yatakapokuja hayo mateso, mji wa Yerusalemu utakapobomolewa, shida haitakuwa au maumivu hayatakuwa tu kwa matajiri. Lakini hata nyie watu mnaomwamini Yesu mtaingia katika shida. Ni kama nyakati hizi, nchi hii, jambo lolote gumu likitokea, sio kwa wachache tu, hata sisi tunaomwamini Mungu tutapata shida. Lakini anawaambia hata wakati tulio nao kuna mambo ambayo kama kanisa mnayapitia. Upungufu wa bidhaa, upungufu wa vyakula, mavazi na kadhalika. Anawaambia vumilieni. Na Bwana Yesu ametukumbusha katika kitabu kile cha Mathayo 24 jinsi ya kuvumilia, kwamba kila atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayefanya nini? Ndiye atakayeokoka. Akasema tumwangalie mtu anayeitwa mkulima. Mkulima mpaka uje uvune mazao, ndugu yangu, nahitaji uvumilivu. Mtu mmoja pale Korogwe akasema, mimi siwezi kuotesha mkonge. Nikamwambia kwa nini? Akasema mkonge unahitaji uvumilivu sana, na mimi sina uvumilivu. Maana unakaa miaka 4 pamoja na michungwa. Akasema hii sitaki, na anahitaji aoteshe zao, si ndio, ambalo miezi 2 kama viazi au 3 anavuna. Sasa niwekeze miaka 4, uvumilivu huo mimi sina. Sasa kwa mwandishi anatuambia tuwe wavumilivu kama vile mkulima. Mkulima anapoanza shamba, wakati mwingine anafyeka, si ndio? Akifyeka atalima. Akiingia kulima huko, mwisho wa siku kuna kupanda. Anasubiri tu mvua ya kwanza, anakuona kupalilia na kadhalika na kadhalika, lakini akija kuvuna pia ni tabu. Lakini mwishowe, kwa sababu ya uvumilivu wake, anakuja kuona furaha. Na ndivyo maisha yetu yalivyo, ndugu zangu wapendwa. Maisha tunayoyaishi, tunapita wakati mwingine kwenye nyakati ngumu. Kama Wakristo, kama familia, kwenye maisha yetu ya ndoa, hata ndani ya kanisa letu hili, tunahitaji uvumilivu. Hata kipindi hiki cha deni la dayosisi, tunahitaji uvumilivu. Sio rahisi sana. Lazima watu wa Mungu tuvumilie. Lakini uvumilivu wetu utakuwa ni furaha ya baadaye. Pale tutakapomaliza mambo yote na kumtukuza Bwana, tutaiona hiyo furaha. Petro wakati mwingine akasema maumivu na mateso yanatufanya sisi tushiriki mateso ya Kristo. Na sisi tunasikia vile Kristo na yeye alivyopata shida, tunashiriki mateso ya Kristo. Lakini Kristo alikuwa ni mvumilivu. Alipopigwa, alipotemewa mate, alipofanywa dhihaka, wakati mwingine tunaambiwa alikuwa ni mtii kwa Mungu wake mpaka mauti. Na sisi tunaendelea kutakiwa tuishi maisha namna hiyo, kwa wavumilivu.
Jambo lingine, kabla hatujaja kwenye somo letu, akazungumza habari ya nini? Ya manunguniko. Wakati ule Wakristo walikuwa wananungunikia viongozi wao, na akatoa mfano, ukiangalia tafsiri mbalimbali, kwamba wale wana wa Israeli, kusoma katika kitabu kile cha Kutoka 16, Waisraeli kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 3, walimnungunikia kiongozi wao Musa na nani? Na Haruni. Kitabu cha Kutoka. Na katika manunguniko hayo Mungu akawaadhibu. Si wote walioingia katika nchi ile ya ahadi. Wapendwa, manunguniko yana adhabu. Manunguniko yanaondoa baraka za Mungu. Watu tunaishi maisha ya kunungunikiana. Na siku zote manunguniko yanaondoa umoja wa kanisa. Watu wakishaanza kuingia kwenye manunguniko, hakuna umoja tena. Hata angalieni kwenye ndoa nyinyi ambao mmeolewa na kuoa. Kisha anza manunguniko kwenye ndoa, hakuna kitu kitakachoendelea. Manunguniko yanaondoa baraka za Mungu, yanaondoa umoja. Sasa hawa walikuwa wananungunikia viongozi. Na ndio maana tutangulia na maneno haya. Nikaangalia hata leo kuna watu ambao wananungunikia viongozi kwa sababu ya deni la dayosisi. Tunanungunikiana, ni kweli si kweli wapendwa? Kama hamnunguniki, Mungu awabariki nyie watu wa hapa Cathedral. Lakini tumekutana na manunguniko. Hii inakuaje mchungaji, zetu tuwezi kutoa hela zetu? Hao watu kwa nini wasikamatwe? Sisi kwa nini wasifanyiwe hiki na kile? Yaani watu wanaongea mambo mbali. Lakini sisi ambao tunahitaji kuona amani katika dayosisi yetu, kuona ushindi hata katika mambo haya magumu, tunapaswa kuwa wamoja kuliko kunungunikiana. Jambo lolote linapoletwa mbele yetu, tulipokee kwa moyo wa shukrani. Tusinungunikiane. Wakati mwingine kuna mambo yanayoumiza, tuache yapite. Mungu afanye kazi yake na sisi tutii. Nani anayejua kwamba hili ni jaribu? Maana huyu Yakobo pia ameonyesha majaribu, kwamba majaribu wakati mwingine yanakuja na tunajaribiwa nafsi zetu. Na siku zote unapojaribiwa, ili usimame au uanguke. Mambo hayo mawili, wanaoshinda majaribu wanasimama. Lakini wale ambao majaribu yanawashinda, wanawaangusha. Nani anajua kwamba hili ni jaribu? Lazima tujifunze kustahimili, tusinungunikiane. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo sasa akaja tena na jambo lingine ambalo tumekutana nalo kwenye sehemu ambayo tumesoma, kuomba katika imani. Kuomba kwa imani. Na Yakobo anatuonyesha kwamba katika ulimwengu huu ambao tunaishi, tunapita mambo mbalimbali, mengine magumu, mengine ya furaha. Lakini akasema tunapokutana mambo mabaya, mambo magumu, yanayotuhuzunisha kama misiba, mambo ambayo wakati mwingine tunanyimwa haki zetu na watawala, tunanyimwa haki zetu na watu wenye uwezo, watu wenye fedha, wakati mwingine tunapitia magonjwa mabaya, Yakobo anasema tuombe. Maana kuna suluhisho wakati mwingine, au tunatafuta namna kukabiliana na changamoto zetu. Mtu anatafuta suluhisho kukabiliana na shida yake. Ziko mbalimbali, ziko njia mbalimbali. Wengine wanategemea wanadamu, wengine wanategemea nguvu za giza ili kukabiliana na changamoto wanazokumbana nazo katika maisha. Lakini sisi tunafundishwa kumtegemea nani? Kumtegemea Mungu, kuomba. Nyakati tulizo nazo, kwa bahati mbaya sana, washarika wengi hawataki kuomba, wanataka kuombewa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na hawa wajanja wa injili waliojiingiza kwenye injili, mwisho wa siku wanatuibia, kwa sababu tumekuwa wajinga, tunahitaji kuombewa badala ya kuomba. Hivi kweli mtu anatoka Arusha, anakuja hapa Cathedral, aje hapa akuombee wewe, anatoa jasho mpaka t-shirt imeloa, halafu akuache hivi? Hata mimi sikuachi. Lazima nikupe bahasha, uweke kitu kizuri humo ndani. Na ndivyo wajanja wanavyotufanya nini? Wanavyotufanya. Ukiwa mvivu, tulia, mwenzako aombe, mpe hela. Si hutaki? Wewe tulia, tatoa jasho, lakini mwisho wa siku utaleta hela tu. Maombi.
Watu hawataki, na Biblia imetuweka wazi, kila atakayeliitia jina la Bwana, kila atakayeliitia jina la Bwana, Bwana atamsaidia, ataponywa, ataokolewa. Kila, hajalishi ni mwanaume, ni mwanamke, ni mtoto, ni mtu mzima, hajalishi ni kutoka huko Uingereza au Tanzania, kila atakayeliitia jina la Bwana, Bwana atamsaidia. Lakini tumekuwa wavivu, hatutaki, tunataka kuombewa. Na maombi ya nyakati hizi mengine ni maombi ya ajabu sana. Huko watu wanakoenda kuombewa huko ni hatari. Na hasa kina mama, jamani, mtusamehe sana, nyie mmekuwa watu wa haraka haraka sana kwenda kwenye maombi. Tusamehe sana. Maana ukiambia tu hapo kuna nabii, wewe upo, tena ni mke wa mtu, unaenda kwa nabii, unazunguka na nabii siku nzima eti anakuombea ufunguliwe kwenye ndoa yako. Mambo ya ajabu sana. Kama eneo mengine tunasikia wake za watu ukifika unakaliwa na nabii, anakupakata eti ni namna fulani ya kukuombea. Mke wa mtu, umetulia, unapakatwa na nabii. Inawezekana hata mume wako hata siku moja hujawahi kumwambia mume wako akupakate, lakini nabii sio anatoka Kenya, sio anatoka Kisumu huko, anakupakata. Mtu wa Mungu eti anakuombea. Tumeona kule Afrika Kusini wakaambiwa walete soda. Walete nini? Soda, Fanta. Halafu kila mtu akija na magiwa. Anasema yani nabii anaziombea kwanza, halafu na mwagiwa. Una mapepo yako, sijui una madudu gani huko, yanafanya nini? Yanaondoka. Maombi ya ovyo ovyo tu ambayo Yesu hajatuagiza tufanye hivyo. Jana kuna watu wameangalia clip, nimeziona kwenye group letu la Tuma. Yuko nabii anasema Jumapili atakuwa na majeneza 3. Majeneza mangapi? 3, makubwa 2 na 1 dogo. Na kila mtu ambaye ameshawahi kulogwa na kufanya nini, siku hiyo maajabu yatatokea. Watu watakuja kutoka kwenye hayo majeneza, wale wanaowaloga. Lakini washarika hapo wamejaa, sio ni washarika sasa, mimi sielewi. Wanafurahi kweli. Ni amina 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 za kijinga. Unaenda kwenye maombi yetu, ukifika unaambiwa lala chini. Hilo pepo ulilo nalo hilo tunalitoa viboko 3 kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Umeenda kwenye maombi. Jamani, kwenye maombi huko kuna mambo mbalimbali yanayotendeka. Lakini haya yote washarika wetu ni kwa sababu ya uvivu, na watu wengi wanaotoka kwenye makanisa yetu haya ya Kiruteli na makanisa mengine haya ya Kiprotestanti, yaani ndio ambao wanatekwa zaidi kuliko watu wengine. Utamkuta Mromani Katoliki anaingiliwa ovyo, au Wasabato wamejenga kwenye misingi imara. Eti mwombaji anakuja eti kwenye makanisa haya au kwenye msujini, nakwambia eti Mungu ananionyesha, Roho Mtakatifu ananionyesha. Hapa kuna watu wanaumwa matumbo ya uzazi hapa. Hivi kwenye kundi lote utakosa mtu anaumwa tumbo la uzazi? Roho wa Mungu ananionyesha hapa kuna mtu anaugua kisukari hapa. Nasikia kina mama ni mimi wanatoka mbele tena kwa kulia. Sasa tusemi kwamba watu wote wanaofanya hivi jamani wanadanganya. Wako watu ambao Mungu kweli anawaonyesha, si ndio wapendwa? Lakini wadanganyifu wamekuwa ni wengi. Unatoka hapa, ukija hapa unampa kanabii, unakainua, unasema hakuna mtumishi kama huyu. Jamani, leo tumebarikiwa. Kumbe jamaa anacheza na saikolojia zenu tu. Anajua hapa kuna watu hapa macho leo kwa sababu ya hali ya hewa, macho yanafanya nini? Yanawasha. Halafu anakuja na waambie na Mungu ananionyesha hapa kuna watu wanawashwa na macho hapa. Angalia ni mambo tunakoelekea. Yaani watu wanacheza. Mimi siku moja sijui, na mimi siku nyingine labda nichezesha akili zenu hapa Cathedral. Sijui, si mnazo hela nyeza kuwapa watu hivyo Dar na mimi nipeni sasa. Lakini watu tunadanganyika. Tungekuwa waombaji na kusimama kwenye neno la Mungu, kukaa katika imani yetu, hakuna mtu angetolewa kwenye imani na ukadanganywa na mtu awaye yote. Hakuna mtu angekutoa kwenye imani yako. Ungesimama, ungelielewa neno na neno lingekuweka huru. Mtu asingekubali kukudanganya. Usingekubali kudanganywa na mtu awaye yote. Kwa tumuombe Mungu sana. Tunakumbushwa Mungu anasikia maombi yetu. Na tena Yakobo anatukumbusha kwamba
kama tuna moyo wa kuchangamka, maana yake kama tuna furaha pia tumshukuru Mungu. Tukao nyakati za furaha ambazo tunazipitia, tumwambie Bwana asante, kwa kuwa hata katika haya tunayoyapitia mambo ya furaha ni wewe umeamrisha. Shangilie Bwana, mwimbie Bwana, tukuze Bwana nyakati za furaha. Na ndio maana kuna wenzetu kila wakati wanakuja kumshukuru Mungu, hata madhabahuni hapa wanamshukuru Mungu kwa nyakati za furaha, tuza kusema Bwana Yesu asante. Wengine wanakumbuka kuzaliwa, wengine wanakumbuka ndoa, wengine wanakumbuka Mungu alikowatoa, wengine wameponywa magonjwa. Kwa nini usimshukuru Mungu? Namshukuru Mungu tena kwa kumwimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini jambo lingine ambalo ndio ni gumu kweli, Yakobo anatufundisha, anasema mtu akiwa hawezi, anatufundisha namna kushughulika na wagonjwa. Akitokea mwenzetu katika kusanyiko hili hawezi, afanye nini? Awaite wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa mpo? Wazee wa kanisa ni viongozi. Kwenye kitabu cha Agano, kusoma Agano Jipya, utaona mzee wa kanisa ni kama mchungaji, amepewa kundi. Sasa kama kuna mtu ambaye hawezi kwenye hilo kundi, mzee wa kanisa umuombee. Sio ukasema mimi siwezi kuomba. Sasa mimi nikamwambia mzee wa kanisa kama hawezi kuomba, nyewe washarika mwe makini. Unaumwa, unamuita mzee wa kanisa hawezi kuomba, mwambie ajiuzuru. Si ndio? Maana kuna wengine anasema Bwana mimi siwezi kuomba, labda uende kwa nani? Kwa mchungaji na kwa mwinjilisti. Mwambie hapana, sivyo Biblia inavyosema. Anasema mzee wa kanisa aombe. Lakini akasema jambo lingine, pamoja na kuomba awapake nini? Apake nini? Mafuta. Hasa katika Agano Jipya, mafuta yalikuwa kitumika kama dawa. Na kuna baadhi ya maeneo na misali mingi ambayo inaonyesha jinsi mafuta yalivyotumika kama njia mojawapo ya uponyaji. Kisoma katika kitabu kile cha Marko, nafikiri Marko 6 mstari wa 13, halafu kuna Luka 10:34. Mafuta yalikuwa yakitumika kama njia mojawapo ya nini? Ya uponyaji, yanaonekana kama dawa. Na ndio maana hapa akasema kwanza ni kuomba, lakini jambo la pili ni nini? Ni dawa. Tunazungumza hivyo kwa sababu, na nafikiri huyu mwandishi ameona, wako watu nyakati hizi kwa sababu ya imani, wengine hawataki kwenda hospitalini. Wanasema Bwana mimi nitaka kuombewa tu, mambo ya hospitalini sitaki. Lakini someni hapa vizuri. Mafafanuzi yanazungumza vizuri sana kwamba dawa ilikuwa inatumika, yani mafuta yale inawezekana ni ya mzeituni, ilikuwa inatumika kama dawa. Kwa hiyo maombi yafanyike, lakini pia nini? Dawa itumike. Maana yake ni nini? Dawa inaweza ikamponya mgonjwa, lakini maombi pia yanaweza akamponya mgonjwa, au vyote. Inategemea mapenzi ya Mungu. Na ndio maana watu wetu mkija kanisani hapa tunawaambia nenda hospitalini. Nilikaa kwenye usharika mmoja, watu wanakufa kweli, watu hawaendi hospitalini. Na hawaendi hospitalini sio kwa sababu ya imani, lakini wanasema wakati mwingine changamoto za uchumi. Hasa siku moja nikapita nikakutana na mama mmoja, nikamwambia mama huyu lazima apeleke hospitali. Nikawaita ndugu zake, akapeleka hospitali. Mama, watu wanataka afya, tunaenda kumpa chakula cha Bwana. Wengine anaita funge ACI, yani ili aondoke. Nikamwambia huyu ni swala hospitalini. Akapeleka hospitali, akaonekana pressure imepanda kweli kweli. Wakamtibu mama, watu wakawa mzima, akarudi nyumbani. Kwa hiyo kampeni yangu kwenye huu sharika ilikuwa ni kuambia watu waende hospitalini kila wanapopata changamoto. Pamoja na kwamba tunaomba, lakini muende hospitalini. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameweka hawa madaktari ili wafanye nini? Watusaidie. Kwa hiyo utaweza ukapona hospitalini, unaweza ukapona kwa njia ya maombi, au vyote vikatumika. Unaenda hospitalini na huku tunakuombea. Na kinachoponya ndugu zangu sio dawa wala sio mafuta. Kinachoponya ni jina la Yesu. Maana ni nyakati tunazoishi kuna watu ambao wanategemea nini? Mafuta. Kina mama mpo? Mimi nawapenda sana kina mama. Sio ajabu hata sasa hivi hapa kwenye vikoba hivyo, mikoba hiyo ukiangalia hapo kuna mafuta humo.
Ukikosa mafuta kuna vimaji, ukikosa vimaji kuna vichumvi. Yaani watu wametoa imani kwa Mungu, kwa Yesu, wakaweka imani yao kwa vitu. Kumbe hivi vilikuwa ni ishara tu. Vilikuwa ni ishara. Lakini leo angalia mafuta yanavyotumika, kila mtu mafuta, hatujui ni ya kenge wala ni ya nyoka. Mhubiri anakuja na kuambia eti anauza mafuta 50,000. Usharika mmoja hapo juu hapo nilikuwa nafanya kazi hapo. Akaja mhubiri mmoja kutoka Kilimanjaro. Alipokuja akaanza kuvuruga washarika. Na ni watahadharisha washarika kwamba hapa nyie mnaingia tu mahali pabaya. Akina mama huko wanakimbia wengi. Wanaliacha kanisa. Wanafika huko eti wanaombewa, halafu na kufanya nini? Na kuuziwa mafuta. Mafuta shilingi 50,000, kachupa kadogo kweli hivi. Halafu anaambiwa kama huna, watu wawili mnaweza mkachanga mnunue hayo mafuta. Mtu amekuja amefanya biashara zake kweli. Baadaye nikasema huyu ni kumuitia katibu mtendaji huyu, tumtoe kwa nguvu kwenye hiki kijiji. Wakaja mpaka ofisini. Alipokuja ofisini nikamwambia, ndugu, unavuruga kanisa. Akasema Mungu amenituma nije hapa ili nianzishe nini? Kanisa. Kaambia hapa, nikamwambia ngoja nikuonyeshe. Unaona ule mji ule umejaa hawa wenzetu. Unaona ule mwingine umejaa. Nenda kule kaanzishe kanisa. Huwezi kuanzisha kanisa juu ya kanisa. Na ndio hawa wengi utakuta sasa hivi huku. Na makanisa mengi huku haya ambayo ni ya kisasa haya. Si ndio? Yanachipukia. Wengi ni waasi wanaotoka Lutherani wanaenda kuanzisha ya kwao huko. Ndio hawa ambao wanakuja na theolojia hizi za ajabu ajabu za mambo ya mafuta. Pale Sanawali Arusha, tulikuwa tunasoma Makumila pale. Alikuja mhubiri kutoka Kenya. Tukasikia matangazo. Wanawake wote ambao wana shida za ndoa, lakini mabinti ambao hawajaolewa, iko dawa kwa nabii, iko dawa kwa mtu wa Mungu. So unajua tena wanavyohamasisha mabango makubwa, matangazo mengi. Lakini akasema watu wakaenda wengi hapo, wakina mama. Walipofika pale, wengine walichokiona wanajua wao wenyewe. Maana nabii anawapaka mafuta kuanzia utosini na mahali popote anapotaka mpaka chini ya miguu. Hivyo angalieni jamani, imani ya Kikristo inavyochezewa. Anatumia jina la Yesu tu kuwapaka akina mama. Hakuna mwanaume. Kuanzia hapa wewe utapakwa na nabii mahali popote anapotaka mpaka chini. Lakini kuna watu wameenda, lakini kuna mwanamke mmoja akasema huu ni ujinga, haiwezekani. Akaenda kuripoti. Na yule nabii akafukuzwa. Tena kabla hajafukuzwa yeye alijua kabisa kwamba anashtakiwa, akakimbia. Akatoka kwenye lile eneo. Watu wanakuja huko na dhalilisha watu. Mnawapa pesa halafu anawadhalilisha. Majuzi hapa nikaona kule wapi? Kule Ghana. Ghana ilikuwa ni siku ya Jumapili. Kwenye hayo mnaita makanisa. Mimi siiti kanisa. Mimi naita tuite nini? Tuite vitu gani sasa sijui. Sio ni madangulo, sijui tuite kitu gani. Maana watu wanaita makanisa kila kitu kinachofanyika kibaya kanisa la shetani. Kanisa Yesu hana shetani, hana ushetani huo. Hakuna kanisa ambalo unalizunganisha na shetani, halipo. Kanisa ni mwili wa Kristo, si ndio? Na kanisa ni takatifu, ni watu wanaomwamini Yesu. Sasa wakaenda Jumapili, akina dada ni siku ya kwao ya kutakaswa na mtume. Na huyo mtume ana msaidizi wake kama mimi leo na baba askofu hapo. Baba askofu yeye anafanya kazi ya kuwaosha akina dada mili yao. Mabeseni makubwa wamekaa mle, sijui nafikiri clip mmeshai kuiona. Wanaoshwa kabisa na mwagwa maji, wakimaliza wanafutwa, halafu msaidizi yeye ndiye anapaka mafuta. Na anapaka mafuta mahali popote. Watu wametulia. Jamani, huu ni ushetani. Na huu ni udhalilishaji. Haya yote ni mahangaiko ambayo watu wanayatafuta katika maisha haya.
Na wanatafuta haya kwa sababu tu wamekosa msaada kwa Yesu. Yesu yuko tayari kuwasaidia. Hajachukua hatua. Wangeenda kwa Yesu, Yesu angewasaidia. Tunaambiwa tuombe kwa jina la Yesu. Tena tunaambiwa Mungu wetu anasikia. Hapa kuna watu ni mahodari sana kuweka mistari ya Biblia kwenye vichwa. Soma Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Wewe humuiti Yesu, hata kusaidiaje? Mathayo 7:7 anasema ombeni nanyi mtafanya nini? Nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Ukiomba katika jina la Yesu, Mungu anasikia, Mungu anakusaidia, ili mradi tu uombe kwa imani, uombe kwa kumaanisha. Maana kuna wengine tunaomba lakini hatuna imani kwamba tutapokea. Tuna mashaka. Leo watu wengi wanaombewa, na ndio maana unakuta utaombewa hapa, baadaye unajikagua unasema mbona kama maumivu yapo, unaenda kwa mtume mwingine anakuombea. Ukiona mbona huyu kama hawezi, yaani utahangaika. Ndio maana leo mtu anaweza katoka hapa Lushoto akaenda mpaka wapi? Dar es Salaam, anafuata kongamano la mhubiri fulani ili akaombewe. Mungu wetu yuko hapa. Kila siku tunasema je, tunaimba asubuhi, si ndio? Mungu wetu yuko hapa, yupo. Tumekaa mpaka sasa hivi, kuna wazee wetu hapa kina mzee Lumwe. Ni mwaka wangapi mzee, una miaka mingapi mpaka amestaafu? Mungu amemlinda. Sasa leo kuna kakijana kanajitokeza tu, kakijana kadogo sijui viko wapi vijana hapa. Eti na katai kake leo kanakuja kanakuchezesha akili, kanakuambia mimi nimeoteshwa, kwanza leo mimi ni mchungaji. Halafu huyo ndiye anasumbua wazee, anasumbua vijana ndani ya makanisa, ndani ya jamii. Wanawasumbua kweli. Na kwa sababu nyakati hizi kuna shida ya kazi katika Afrika na katika bara na katika nchi ya Tanzania, wengi wanatumia Biblia kufanya nini? Kufanya nini? Kutafuta mkate wao. Juzi kule Nigeria nikaona sasa wakasema jamani, tumeingiliwa. Wamefanya nini? Wameingiliwa. Si unajua wenzetu wa China wameingia kila mahali biashara. Mmoja kuona Mchina ananena kwa lugha. Lakini ameona kwamba sasa hivi Nigeria kuna hela, watu wanatoa hela kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mchina huyo anaombea na yeye watu, kwa jina la Yesu, watu wanadondoka. Mchina anajua kabisa kwamba anachotafuta katika ulimwengu huu ni hela, anaangalia mahali penye fursa na anaingia mahali popote. Sasa amejua sasa hivi wajinga ndio wali wao, Waafrika wamejaa, wanadanganywa huko. Kwa jina la Yesu na mimi ngoja nikalitumie mpate hela. Anaangalia udanganyifu tu. Wapendwa, Mungu atusaidie sana. Siku ya leo tunapoitwa kumuita Yesu, kumuomba Mungu katika changamoto zetu, tujue kabisa kwamba Mungu wetu anatusikia. Hatupasi kuhangaishwa na mtu awaye yoyote. Na ndio maana nyakati hizi tunasema na sisi kwenye kanisa letu, wakati ule wa fellowship, watu waje tuombee huku. Ukiwa una changamoto, njoo kwa mchungaji, njoo kwa mwinjilisti. Hata kama ni hospitalini, muite kwa jina la Yesu, atakuombea. Una changamoto yoyote, kwa jina la Yesu atakuombea. Ni jina la Yesu tu ndio linalopaswa kutumika. Mauzauza mengine haya, sio unatembea na maji, sio unafanya nini, sio unatoka Jordan. Kuna mama mmoja pale Mlalo pale anadanganya watu, maji yanatoka Jordan. Watu wanayakimbilia kweli kweli. Maji kutoka wapi? Jordan. Yaani kana kwamba Jordan ni mbinguni. Hasa akayachanganya na chumvi. Kuna mama mmoja ana pressure ya kupanda. Wewe unapewa maji ya chumvi lita moja uimalize, alafu na pressure. Mama watu akamaliza hapo, hali ikawa mbaya, akapeleka hospitali, alifia pale pale Mkongoloni. Sitaki kusema huko nyuma huko, hata mkiniambia sitawaambia. Lakini haya mambo ya kudanganywa tu. Biblia inasema tu watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Kwa kukosa nini? Maarifa. Leo tumuombe Bwana atupe maarifa, tugundue njama za hawa watu wanataka kutuangamiza na kuleta injili iliyokufa katika maisha yetu. Tuwakatae. Tumtazame Yesu aliyetuita tangu wakati huo mpaka sasa anatutunza, tuendelee kuishi pamoja na yeye. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tusimame tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu mwema katika jina la Yesu. Umesema nasi kupitia neno hili. Tunaomba Bwana utuwezeshe watoto wako tulifahamu neno, na kila wakati tuwe tayari kukuita wewe
uliye mwanzo na mwisho wa maisha yetu. Tubariki kwa neno hili, Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kumtumia mtumishi, kuendelea kutukumbusha habari ya maombi, habari ya kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Baba Dini, tunakushukuru kwa mahubiri hayo.